Karibu tena katika chaneli yetu ya Maisha Kisasa. Leo nitakuwa na somo kidogo ambalo linahusu video editing. Najua video editing kwa mtu yoyote wa online ambaye anafanya business zake online. Ikiwa unafanya business za tech, unafanya business ya aina yoyote, utahitaji kuedit video. Wengi wamekuwa wakitumia sana kwenye PC, wamekuwa wakitumia Premiere Pro, lakini kwa wenye Android na simu zingine wamekuwa wakitumia CapCut. Lakini CapCut ni best, lakini kuna kitu kimoja ambacho ni kigumu kidogo kwenye CapCut. CapCut huwa ina sehemu ya kulipia, yani features nyingi ni za kulipia. Japo hata free features zipo, lakini free huwa ina involve kuwa na watermark chini, yani huwa inatengeneza watermark either upande wa chini ama juu, upande wa kulia ama kushoto, inakuachia watermark fulani, yani kwamba kuna nembo ya CapCut huwa inaonekana baada ya kuedit video. Sasa tunalitatua vipi hilo tatizo? Leo nimekuletea video editor ambayo nayo ina pro features, lakini hii ina features nyingi ambazo zipo free, ambazo kwenye CapCut hazipatikani free. Kwa mfano features kama za text ama zile caption, tunasema ina caption nyingi kuliko hata CapCut. Lakini kingine ni kwamba kwenye free feature unaweza kuondoa video, ama tunasema yani unatoa ile video ama unaiondoa kwenye hii software kwenda kuisave kwenye simu, yani bila hata watermark. Ndio kitu ambacho ni kikubwa zaidi kwenye hii software ambayo nakwenda kukufundisha leo. Software hii inaitwa UCut. UCut yani ni bonge moja la editor, lakini haina umaarufu sana. Kwa hiyo ndugu yangu, ni vizuri zaidi ukatumia hii software. Lakini kingine, utofauti kati ya UCut pamoja na CapCut ni kwamba CapCut huwa ina ads nyingi, lakini ukilinganisha na hii UCut haina ads nyingi ambazo zina interfere. Tuanze. Cha kwanza, kama unataka kuitumia UCut, kama umetumia sana CapCut utakuwa unajua, lakini kama hujatumia video editors kama hizi itakuwa mgeni, itakuwa ni shida. Lakini baada ya kumaliza hii video ama mwisho wa hii video utaelewa vizuri namna ya kuitumia hii UCut na utaedit video vizuri kabisa. Tuanze. Sehemu ya kwanza, unaifungua kwanza UCut. Nadhani jina unaliona hilo hapo juu, inaitwa UCut. Unaifungua hapa kwa kubonyeza add, ama tunasema plus icon hii hapa chini, hii hapa. Una click, then una create new project. Ukicreate new project, utatafuta video ambayo unataka kuedit. Kwa mfano nataka kuedit video gani? UCut, ni edit video gani? Nitumie photo, at least itakuwa easy. UCut, nitumie photos, at least nadhani itakuwa fresh. Hiyo hapo nimechagua photo, lakini nimechagua na hii photo, then boom na go. Sasa tunaona features, utaona features mfano kama stream. Hii ni kwa ajili ya kukata, lakini hata kwenye CapCut ipo. Sehemu ya music hapa ni sehemu ya kuadd sounds. Kwenye CapCut nayo ipo, lakini kuna sehemu ya kuadd effects. Unataka kuadd nini kwenye music yako, ama kwenye music yako unataka kuadd nini? Sisi hatutadili sana na huko, tutabonyeza kwenye local music hapa.
local music hii inaenda kwenye kompyuta yako. Ukisema local music ina maana ni local device ndo unazipata hizo sounds. Ukitoka hapo, baada ya hiyo feature, kuna feature ya pili hapa ya filter. Hii filter inakuchagulia picha yako itakuwaje, inatakiwa iweje, ama video yako inatakiwa iweje. Kuna baadhi ya features hapa tunaziona ni pro, lakini kuna features zingine ni free. Unaona kama picha, so unaona inabadilika hivyo. Hata video inabadilika hivi. Unaweza ukabadilisha vile unavyotaka video yako iwe kwenye sehemu ya filter. Lakini pia kuna sehemu ya kuadjust. Unaweza ukaadjust brightness kama hivyo, mwanga kuwa mkali ama usiwe mkali. Unaweza ukaadjust contrast, warmth kama unavyoona warmth kama hivyo. Lakini unaweza ukaadjust vitu vingi kabisa hapa. Yaani kama ilivyo tu kwenye CapCut. Lakini features zote hizi ni free. Kuna kuadjust, kuadd stickers, kuna PIP sijui vizuri mimi. Kuna kuadjust speed, kuna kuweka caption, kuna kuenhance kuifanya iwe HD. Kuna hii caption ni kuandika maneno juu. Lakini kuna background, kuchange background. Hii inahusisha kwenye kuchange background. Lakini hapa kuna ratio sasa. Ratio kama unatumia, nadhani wamekuonyesha kabisa hapa. Kama unataka kuupload Instagram utatumia 1:1. Kama unataka kuupload pia hapa Instagram unaweza kutumia 4:5 ambayo inapishana kwa 1. Lakini unaweza kutumia 16:19 for YouTube. Lakini ukatumia 9:16 for TikTok. Hizi zingine utachagua kama kutakuwa na platform nyingine ambayo inahitaji video, mfano kama X, lakini na platform nyingine nyingi. Unaweza ukachagua hapa kulingana na uhitaji wako. Sisi tutaondoka na hii hapa kwa ajili ya YouTube. Lakini kuna features zingine, mfano kurekodi, unaweza ukarekodi kama ilivyo kwenye CapCut. Ina features nyingi free. Unaweza ukarekodi kama ilivyo kwenye CapCut. Lakini pia kuna issue ya kuadjust volume. Kwa kuwa sija upload audio yoyote, haitaonyesha hiyo option. Lakini pia kuna kurotate. Unaweza ukarotate video ama picha yako kama itakuwa haiko fresh ama umeipiga kwa namna tofauti. Kuna hii kuflip, kulia kushoto, kushoto kulia. Yani ni sehemu ambayo yani hii kuflip yani ni kama ipo upande fulani natakiwa unahamisha kwenda upande fulani. Hiyo ndio inaitwa kuflip ama kubadilisha uelekeo wa kitu. Lakini pia kuna kucrop up. Kama ilivyo crop ya kawaida, hata kwenye video unaweza kucrop. Lakini kama ilivyo kwenye CapCut pia wanaruhusu kucrop. Kwa features zote hizi ni free kabisa kwenye hii UCut. Ukilinganisha na CapCut, baadhi ya features, mfano hata kwenye text tu, ukichukua baadhi ya templates wanakuambia ni za kulipia. Yaani baadhi ya features, mfano features kama voice reduction, japo kwenye voice reduction hapa sijaiona. Voice reduction tu unaambiwa unalipia. Yaani kuna features nyingi ambazo kwenye CapCut ni za kulipia. Huku ni free kabisa. Kwa hiyo kama wewe ni editor ama ni mtu ambaye unafanya content creation, ni vizuri zaidi kutumia features ama softwares tofauti. Mfano unaweza kutumia CapCut kwenye kutengeneza baadhi ya feature, ukaichukua ile video yako ukaenda kuiupload tena hapa kwenye hii UCut ukafanya editing. Ama unaweza ukatumia Canva. Yani angalia kitu ambacho kitakusaidia kuleverage opportunity yoyote ambayo unaiona kwenye editing. Kwa kama creator hakikisha unajua platforms mbalimbali ama
software mbalimbali zinazohusika kwenye kufanya editing. Lakini kabla hatujafika mwisho, ama niseme cha kukumbusha, ni kwamba hakikisha una subscribe, una comment, una like na kushare. Hii ni Maisha Kisasa. Tukutane kwenye video inayofuata.